إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله مني وإياكم من النار أيها الناس عباد الله إن لمنهاج النبوة أصولا لا يقوم الدين إلا بها ومن ضمن أصوله تحقيق العبودية لله سبحانه. Hakika ndugu zangu wa Islam, njia ya utume ambayo ameifundisha mtume sallallahu alayhi wasallam, njia hiyo ya utume ina misingi yake, misingi ambayo haiwezi kusimama dini ya Kiislamu bila misingi hiyo. Na miongoni mwa misingi hiyo ni jambo la Waislamu kuhakikisha utumwa wao juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni walimwengu wakubali kwamba wao ni watumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, wao ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima walikubali hili, tahqiqul ubudiyyati lillahi subhanahu. Ni viumbe wahakikishe ukubali utumwa wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'id Raslani hafidhahu Allah ta'ala fi kitabihi Da'aim Minhaj an-Nubuwah. Sheikh Raslani asema katika kitabu chake kinachoitwa Da'aim Minhaj an-Nubuwah, وذلك باتباع الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة. Kuhakikisha utumwa wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupatikana pale ambapo sisi tutaamua kufuata kitabu cha Allah na kufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Limadha ala fahmihim? Kwa nini tufuate kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini si kwa fahamu zetu? Kwa nini tuchague fahamu za wema waliotangulia? Tuchague fahamu ya kitabu cha Allah na sunna za mtume sallama kwa ufahamu wa masahaba. Kwa nini tuchague fahamu zao?
قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل. Yatakana tuelewe cheo cha masahaba, tufahamu daraja ya masahaba, tufahamu kiwango cha masahaba. Asema Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, hum, yani masahaba, fawqana fi kulli ilmin, masahaba wako juu yetu katika kila elimu, wa aqlin, wako juu yetu katika upande wa akili, akili zao ni kubwa kuliko zetu, wa dinin, na dini yao masahaba iko juu ya dini yetu sisi, ufahamu wao wa kidini uko juu kuliko ufahamu wetu wa kidini, wa fadlin, na masahaba pia wako juu ya ubora ambao sisi tuko nao. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala: wa kulli sababin yunalu bihi ilmun, na kila sababu ambayo itatufikishia sisi kuipata elimu, tufahamu kwa masahaba wako juu ya sababu hiyo, ufahamu wao uko juu kuliko ufahamu wetu. Kisha akasema rahimahullah: au yudraku bihi huda, ama kila njia ambayo, kila sababu ambayo itamfanya mtu aupate uongofu, fahamu kwa masahaba wako juu yako katika sababu hiyo. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala: wa ra'yuhum lana khairun min ra'yina li anfusina, na rai ya masahaba, mapendekezo ya masahaba katika jambo ni bora kuliko fahamu zetu na rai zetu za akili zetu kwa mambo yetu. Walichokiamua masahaba ni bora kuliko kile ambacho tutaamua sisi tukifanye. Walichokifanya masahaba ni bora kwetu sisi kuliko kile ambacho tutakiamua tukifanye sisi. Na ndio kwa maana katika kuifuata Qur'an lazima tuwatangulize masahaba, tutangulize fahamu zao. Katika kufuata sunna na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima tutangulize ufahamu masahaba. Masahaba katika aya hii wameelewa nini? Masahaba katika hadithi hii walichukua mtizamo upi na mwelekeo upi? Masahaba katika jambo hili walifanyaje wao ili sisi tufanye namna waliofanya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam? Asema pia vile vile Sheikh Raslan: wa tahqiqu dhalika, ili lipatikane hili pia la kuwafuata masahaba na kuhakikisha utumwa wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asema bi an yu'bada Allah wahdahu duna ma siwah, wa bi an yu'bada Allah bima shara'ah, na pia lipatikane jambo la kukubali utumwa wetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, asiabudiwe mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia vile vile aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambayo ameyaweka Allah katika sheria, asiabudiwe Allah na mambo ya uzushi na mambo ya kibid'a, bali aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala na sheria ile ile ambayo ameweka Allah subhanahu wa ta'ala. Likifanyika haya la kuabudiwa Allah peke yake na aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyoyaweka Allah katika sheria yake, hapo ndipo itakuwa tumehakikisha utumwa wetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatahqiqul ubudiyyah yakunu bitahqiq at-tauhid lil'aziz al-majid, kuhakikisha pia utumwa wetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala lafanyika hili kwa kuhakikisha kwetu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Lazima watu wafahamu tauhid, lazima watu wafahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye peke yake anayefaa kuabudiwa. Lazima watu wafahamu kwamba yote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana haki ya kuabudiwa. Tukifanya hivi itakuwa tutatekeleza utumwa wetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tahqiqut tauhid lil'aziz al-majid, itakana watu wahakikishe watekeleze tauhid ya kumpekesha Allah aliye na nguvu tabaraka wa taala alitukuka.
na pia vile vile watadridil mutaba'ati lilma'sumi sallallahu alayhi wasallam. Ili kuhakikisha utumwa wetu mbele ya Allah, lazima tumpokeshe mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumfuata. Nutabi'uhu bittiba'il mutlaq, tumfuate mtume sallallahu alayhi wasallam kumfuata ambako si kuangalia kulia wala kushoto. Akisema mtume sallama tukubali sam'an wa ta'a, tumesikiza ya sultafata. Kwa hivyo ibadallah, lazima watu wakubali, waridhike kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale ambayo ametuletea, kama alivyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala, wama atakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Atuambia Allah subhanahu wa ta'ala, alichowaleteeni mtume kichukueni, na alichowakatazeni sallallahu alaihi wasallam kiepukeni. Huko ndiko kukubali ubudia, kukubali utumwa wetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. والعبادة المأمور به تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تبارك وتعالى بغاية المحبة. ibada ambazo ameziamrisha Allah subhanahu wa ta'ala ni ibada ambazo zimekusanya maana ya udhalili, zimekusanya maana ya kuwa dhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia ni ibada ambazo zimekusanya maana ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Sheikh Raslan, fahiya tatadhammanu ghayata adh-dhulli lillahi ta'ala. Ibada zote alizoziamrisha Allah zinakusanya ndani yake kilele cha kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bighayati almahabbati lillah, na pia yachanganya pia kiwango cha juu cha kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Faqultu fayakunu wuqufu alibad ila rabbihim lilibadat wuqufu alummal ila sayyidihim. Sasa kinakuwa kisimamo cha waja kusimama watekeleze ibada za Allah subhanahu wa ta'ala ni mfano wa kisimamo cha wafanyaji kazi mbele ya bosi wao. Ukisimama kutekeleza ibada ya salah, ukashika mikono yako kifuani juu ya kifua, waashiria nini? Waashiria dhullu, udhalili wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitendo chako cha kumshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala chaashiria udhalili wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yote haya yanapata izza, yanapata kufahamika kwamba unakuwa dhalili mbele ya Allah ikiwa umechanganya na mahaba ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. فالعبادات كلها مقرونة بالمحبة والذل لله تبارك وتعالى. ibada zote zaambatana na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Unakuwa dhalili mbele ya Allah, lakini pamoja na dhalili huo bado unaashiria na kuonesha kwamba unampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndipo itakuwa umetekeleza ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala taridhika nayo. aqulu ma sami'tu wastaghfir. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، فلا يتم عبودية المرء إلى الله تبارك وتعالى حتى يعبد الله. haukamiliki utumwa wa mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala paka pale atakapoamua kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Utakuwaje kwamba ukiri kwamba wewe ni mtumwa wa Allah, anta abdullah, wewe ni mja wa Allah, walakinaka la ta'budu, lakini huna wakati wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo haiwezekani utumwa wa mja ukakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala bila mja huyo kusimamisha jambo la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. ومن العبادات التي حض الشارع على تنفيذها الصلاة. miongoni mwa ibada ambazo amezihimiza Allah subhanahu wa ta'ala ili watu wazitekeleze ni ibada ya salah. qala Allah tabaraka wa ta'ala wa'mur ahlaka bis-salah, wa amrishi Muhammad watu wako, amrishi jamaa zako
wasimamishe ibada ya salah. وقال الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, hifadhini sala na muhifadhi pia sala ya kati na kati ambayo ni salatu al-asr. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, waqumu lillahi qanitin, simameni kutekeleza ibada ya Allah mkiwa wenyekevu mbele ya Allah. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay dhalilina mukhlisina khashi'in. Aliposema Allah simameni kutekeleza ibada za Allah mkiwa ni qanitin, maana yake dhalilin, wanyonge, muwe madhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisin, muzifanye ibada kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Khashi'in, mkiwa wenye hofu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. An Abdullah ibn Amri bin al-As radiyallahu anhu qala ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, muru awladakum bis-salah wa hum abna'i 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10. Al-hadith rawahu Abu Daud. Mtume asema sallallahu alayhi wasallam, muru awladakum bis-salah, amrisheni watoto wenu kusimamisha ibada ya salah. Wa hum abna'u 7 sinin, wakifikia miaka 7, waamrisheni watoto wenu kusimamisha ibada ya salah. Mtume sallama hakuamrisha watoto ibada hii isipokuwa yaonesha inaya na umuhimu wa ibada hii ya salah, mpaka sheria yahimiza waliofikia bulugh, waliomiliki iyal, watoto, waamrishe watoto wao kutekeleza ibada ya salah. In dalla ala shay'in inma yadullu ala ahamiyati salah. Haikufahamisha hapa isipokuwa yafahamisha umuhimu wa ibada hii ya salah, mpaka sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala himizeni watoto wenu wakifikia miaka 7 watekeleze ibada ya salah, yaonesha umuhimu wa ibada hii. Asema alayhi salatu wasalam, muru auladakum bis-salah, amrisheni watoto wenu kusimamisha ibada ya salah. Wa hum abna'u 7 sinin, wakifikia miaka 7. Wadhribuhum 'alayha, wapigeni watoto hao wakifikia miaka 10 ikiwa hawatekelezi ibada ya salah. Wadhribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 sinin, wakifika miaka 10 ikiwa hawatekelezi ibada ya salah, wachapeni fimbo, kuonesha umuhimu wa ibada hii, kwamba yule ambaye ataacha ibada hii anastahili kuadhibiwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah, wa an Ali radhiallahu anhu qala kana akhiru kalami an-nabi sallallahu alayhi wa sallam as-salah as-salah ittaqullaha fima malakat aymanukum, rawahu Abu Daud. Asema Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu wa ardhah, yalikuwa maneno ya mwisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika huu umma, akisema sallam, as-salata as-salah, umma huu salah salah. Asema katika Aunul Ma'bud, ay ihfadhu as-salata, ihfadhu as-salata bilmuwadhabati 'alayha walmudawamati 'ala huquqiha, simamisheni, hifadhini ibada ya salah. Mtume aliposema as-salata as-salah, sio kunadi kama wanavyonadi watu wa bid'a, la hash. Maana yake hifadhini ibada ya salah, kuwana muwadhaba, hudhurieni kila wakati wa sala ukifika, mtekeleze ibada ya salah bila kuziacha. As-salata as-salata yalikuwa ni maneno ya mwisho Mtume sallama, kama alivyoeleza Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu ardah. Ittaqullaha fima malakat aymanukum, pia mcheni Allah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile ambacho imemiliki mikono yenu ya kulia, ni wale watumwa. Muogopeni Allah kwa watumwa, bali pia mufassirun wasema pia muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa mali alizowapeni Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadallah, qala Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id al-Raslani hafidhahullah ta'ala, hadha huwa al-aslu al-awwal alladhi yaqumu alayhi minhaj an-nubuwah. Huu ni msingi wa kwanza, msingi wa kuhakikisha utumwa wetu sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, msingi wetu sisi kuonesha kwamba sisi ni madhalili mbele ya Allah, sisi tusikiliza alichokisema Allah subhanahu wa ta'ala. Ni msingi wa kwanza ambao
inasimama juu yake njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Tahqiqul ubudiyyati lillahi bittiba'i shar'ihi, ni kuhakikisha utumwa wetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si kudai tu Uislamu tu. Mimi Muislamu, ukaulizwa umeswali lini mwisho? Mwaka juzi. Sala yako ya mwisho kusujudu kwa ajili ya Allah ilikuwa ni mwaka juzi. Saumu yako ya mwisho kufunga ilikuwa ni mwaka juzi. Halafu bado hapo mtu adai kwamba ni Muislamu, adai kwamba yeye ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kifa dhalik? Kwa hivyo msingi wa mwanzo ibadallah wa kusimama, msingi wa mwanzo ambayo manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam imesimama juu yake, ni msimamo ama ni msingi wa watu kuhakikisha utumwa wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema hafidhahullahu ta'ala, wa man khalafahu dhalla as-sirata al-mustaqim, yule ambaye ataacha kudhihirisha na kuonesha na kuhakikisha kwamba yeye ni mtumwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu amepotea na kuiacha njia iliyonyoka, sirata al-mustaqim. Afayadda'i al-mar'u al-islam wa huwa la ya'budu Allah? Hivi ndugu zangu, atadai mtu kwamba yeye ni Muislamu halafu hamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Adai kiumbe kwamba yeye ni mja wa Allah lakini hana haja na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hivi mtu atakuwa na jur'a na ushujaa kiasi gani kwamba adai ana muslim, yeye ni Muislamu, mimi ni Muislamu, ana jur'a na ushujaa huo, lakini ukamuuliza ibada yako ya mwisho ulioifanya kwa ajili ya Allah ni ipi? Ukimwangalia ana mikhalafa chungu zima, ana khalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yuwahidu Allah subhanahu wa ta'ala, la yuwahidu Allah tabaraka wa ta'ala, hana haja ya kumpekesha Allah katika ibada, halafu bado adai kwamba yeye ni Muislamu. Ibadallah, ikiwa mtu ataka kudai Uislamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima ajikubali kwamba yeye ni mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, atekeleze sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa misingi muhimu ya dini ya Kiislamu hii, misingi ambayo Uislamu unakaa juu yake, ni watu wahakikishe kwamba wao ni watumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa masahaba waliotushinda katika elimu na ubora na fadhila. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin.